Tafuta mwanamume mwingine atakayeweza kukupa mimba hata kwa kumlipa. Ukimpa mtoto, angalau utaokoa ndoa yako. Isio ndoa ni mateso. Nimechoka mimi. Lakini kuna jambo moja unapaswa ulifahamu. Swala la uzazi sio jambo la upande mmoja. Ni jambo ambalo linawahusu nyinyi wote wawili. Ungelikuwa na mawazo ya kujenga, ungelimjenga ili aweze kunibebea mimba. Siku tayari pia mana haufichi. Kwa macho yangu naona uambiriki. Penzi dozi unaiga, najitumisha meseji au jibu. Yani nayapitia maumivu. Kama ndege umenikata mbaa, umeniacha kwa pori. Mashtaka nishasomewa, mie mwana polisi. Sasa kaka, umefikia wapi ule ushauri niliokupa? Mimi nadhani ni muda muafaka sasa wa kukaa na mke wako na kuamua kwa pamoja kwenda kupima. Ni ngumu kaka. Unajua mke wangu ameanza kuwa ananilaumu kila wakati. Na nikuhakikishie, mimi ni mzima kabisa. Kwa sababu uko nyuma nimeshawahi kumpa binti mimba. Na sikuwa na mpango naye, nikaamua kumwambia itoe mimba. Na baada ya hapo nikamwacha. Labda nikwambie kitu kimoja Nyuki. Nyinyi tayari ni wanandoa. Mnapaswa kuzungumza na kujadili kwa pamoja na kufikia majibu ambayo yatawalizisha nyinyi nyote wawili. Kitendo cha wewe kukataa kwenda kupima, unamnyima haki ya kujua ukweli mke wako. Unachokisema inaweza kuwa ni kweli. Wewe ni mzima. Lakini je, utamthibitishiaje mke wako kama kweli wewe hauna tatizo? Maneno peke yake hayatoshi. Amekupiga tena. Sasa haya mateso utaendelea kuvumilia mpaka lini? Dada, nilichelewa kurudi jana. Nilienda kuonana na daktari kama ulivyonishauri. Ingia. Mlango uko wazi. Lisa, kumbe bado uko mjini eh? Ni muda mrefu sasa. Kweli miaka mingi na nimepitia mengi. Lakini leo nimekuja kama mgonjwa na si mgeni tunayefahamiana. Oh. Karibu sana mgonjwa wangu. Karibu keti. Maumivu haya yamekuwa rafiki wa moyo.
tulijenga ndoto, tukalima shamba la upendo. Nimekuwa kwenye ndoa miaka 5 bila mtoto, na hii imekuwa kama laana kwenye familia yangu. Nyumbani kwangu hakuna amani kabisa, na mume wangu hataki kabisa kusikia hata swala la vipimo. Pole sana Lisa, pole. Lakini kuna jambo moja napaswa ulifahamu. Swala la uzazi sio jambo la upande mmoja. Ni jambo ambalo linawahusu nyinyi wote wawili, kufanya vipimo na kujua tatizo lilipo. Nimeshaongea naye, lakini hataki kabisa kusikia habari za vipimo. Nimekuwa na ndoto kubwa ya kuitwa mama, lakini imebaki kuwa ndoto tu. Uzazi ni mchakato wa kibiolojia unaohusisha mambo mengi sana, ikiwemo homoni, mazingira ya uzazi upande wa mwanamke na mwanaume, uzalishaji wa mbegu na mengineyo. Tunahitaji kufanya vipimo vya awali ili kuona hali ya mwili wako, na kwa ufanisi zaidi tunahitaji vipimo kwa mume wako pia. Yaani hilo ndo gumu kabisa. Hataki kabisa kusikia habari za vipimo. Usijali kuhusu hilo. Tunaweza tukaanza na wewe, na tukishapata taarifa rasmi tunaweza tukamwandikia barua ya wito wa daktari. Lisa, wakati mwingine wanaume wanahitaji kuonyesha usiriasi zaidi katika jambo na sio kuishia kutoa lawama tu. Tutamwandikia barua ya kumuita, na kama itahitajika kuzungumza naye, niko tayari kuzungumza naye na kumwelekeza kila kitu, ni kipi kinapaswa kufuata na kipi kinapaswa kufanyika. Asante sana. Nahitaji hili zaidi ya unavyofikiria. Usijali kuhusu hilo. Nilivyorudi nikataka kumwelezea kilichojili, lakini hata kunipa nafasi ya kunisikiliza. Akaishia kunitolea maneno ya kashfa na kuniambia nimeanza tabia za kishetani. Haikuishia hapo tu, akaamua kunivaa mwilini na kunipiga sana. Ulifanya maamuzi mapema mno. Ulichagua kuishi na mwanaume. Sasa haya ndio matokeo yake. Nilimpenda mno. Na nilikuwa na imani naye kubwa sana. Nilijua changamoto yoyote tutaweza kuitatua pamoja. Lakini kwa sasa kila kitu kimebadilika. Hana tena mapenzi, hana subira, hana huruma pia. Yaani kila kitu nakiona kimekuwa kichungu kwangu. Mdogo wangu, hebu angalia ulivyoumia. Hii sio ndoa, ni mateso na maumivu ya roho. Samahani daktari. Ripoti ya uchunguzi wa Mr. Charles tayari imeshatoka. Weka tu hapo ana. Nimegundua katika hii dunia kuna watu wana nidhamu ya hali ya juu. Hongera binti. Kazi nzuri. Asante. Yuki. Vipi tena? Angalia usije ukasahau kilichokuleta hapa. Hapana kaka. Si unajua fahari ya macho. Inapaswa uwe makini sana kwa sababu hiyo ndio mitihani ya dunia. Sawa. Mimi bana kwenye hilo jambo siko tayari kabisa. Najua mimi ni mzima. Nakuja. Nimemvumilia vya kutosha. Yaani badala anisikilize, ananishambulia vibaya. Hebu niambie, itachukua muda gani kuendelea kuumia kwa sababu ya mtu asiyetaka kusaidiana? Kama anasema wewe ndio mwenye tatizo, basi mpe mimba hata kwa njia yoyote. Unamaanisha nini dada? Tafuta mwanaume mwingine atakayeweza kukupa mimba hata kwa kumlipa.
Ukimpa mtoto, angalau utaokoa ndoa yako. Wanaume kama hawa ukiwaonesha tatizo, wao wanajitenga. Lakini ukizaa, wanageuka kuwa watakatifu. Hilo ni jambo gumu sana. Sijui kama nitaweza kufanya. Fanya kwa ajili yako. Fanya kwa ajili ya amani yako. Kama kweli unataka ndoa hii, unatakiwa kuchukua hatua. Dunia ya sasa haitaki huruma. Ukiendelea kukaa kimya, utaumia kila siku. Tugawane maumivu tuliyobeba kimya kimya. Ni nani alisema upendo hauhitaji bahati? Hawa wanaume dada wangu sio watu wa kuaminika kabisa. Kwa jinsi alivyokuwa ananipenda Nyuki kwenye kipindi cha mahusiano, na sasa hivi unaweza ukasema sio Nyuki yule aliyokuwa anamjua zamani. Yaani kama miumbwa muda mwingine. Right, kama Mungu angenipa uwezo wa kuona yajayo, sasa hivi nisingekuwa kwenye hii ndoa. Nilizubeshwa sana na mapenzi kipindi kile. Kumbe hapa kuna kikao na sijaalikwa. Amna. Naongea tu na dada. Ni mazungumzo ya kawaida tu Shem. Tunabadilishana mawazo. Mawazo gani mnayobadilishana? Ungelikuwa na mawazo ya kujenga, ungelimjenga ili aweze kunibebea mimba. We Gladi, ni lini umekuwa mshauri wa wake za watu? Nani amekupa mamlaka ya kuingilia ndoa za watu? Sijakosea chochote. Nilikuwa na mshauri tu mdogo wangu. Umeolewa? Jibu ni hakuna. Umewahi kuonja ndoa hata kwa wiki moja? Hivi unajua nini kuhusu fukuto linalotokea ndani ya nyumba kwa watu wawili? Sijaolewa bado, lakini hilo halimaanishi siwezi. Basi kaa kimya. Usihubiri kitu usichokijua. Hebu nenda kaolewe kwanza, alafu urudi kwenye haya mazungumzo. Haya mambo sio simulizi za saluni kama mnavyosimuliana. Kuna damu na machozi ndani ya ndoa. Mume wangu tafadhali, usimshambulie hivyo dadangu. Hebu mheshimu basi, hata jisikia. Kaa kimya. Jiulize ni wapi unakosea. Sitaki marumbano na mizozo kama za mitaani hapa. We msichana, naomba ukome. Usirudie tena kuambatana na mke wangu. Toka hapa. Sawa kama umeamua hivi. Na wewe unaenda wapi? Sina msindikiza tu jamani, au na yenyewe ni dhambi? Tulia hapo. Tugawane maumivu tuliyobeba kimya kimya. Ni nani alisema upendo hauhitaji bahati? Nyuki, hukufanya vizuri kabisa.
hata kama ukupendezwa na ujio wake. Haukupaswa kumdhalilisha vile mbele yangu. Hivyo nadhani atakuwa ameondoka na taswira gani? Yaani mtu anakuja kuvunja heshima nyumbani kwangu, alafu ananiambia sikufanya vizuri. Ni dada yangu. Tulikuwa tunaongea tu stori za kawaida. Ila tatizo ni wewe. Kila kitu kwako ni hasira na magomvi. Haya, dada ameondoka hapa kama mgeni aliyefukuzwa. Inaenda kutengenezwa picha gani huko? Hilo ni kosa langu. Ungelikuwa ni mwanamke unayejiheshimu, usingelikaa na mwanamke ambaye haheshimu ndoa za watu. Umesahau nilikuonya kuhusu dadako? Umesahau? Nimechoka kuishi kwa hofu kila siku, Nyuki. Kila siku nikiongea ukweli lazima unipige. Hii sio ndoa, ni mateso kwa kweli. Yaani mateso bila chuki. Nakuuliza, wanipandishia sauti? Haya mateso unayataka wewe. Beba mimba basi ili usiteseke. Isio ndoa, ni mateso. Nimechoka mimi. Moyo umeumbwa na nyama, pia umeumbwa na hisia. Hayo nayofanya ipo siku utayalipia, maana haufichi. Kwa macho yangu naona uambiriki. Penzi dozi unaiga, najitumisha meseji haujibu. Yani nayapitia maumivu. Kama ndege umenikata mbaa, umeniacha kwa pori. Mashtaka nishasomewa, mie mwana polisi. Haya yote ni mapenzi. Nyuki, leo naomba niende hospitali. Kichwa kinaniuma sana. Lakini pia nataka nikaongea na daktari kuhusu. Hilo ni juu yako. Nenda kama unataka. Asante mume wangu. Nisikilize vizuri. Sihitaji tena visingizio vyako kuhusiana na madaktari au hayo maumivu yako. Sio kipaumbele changu tena. Ninachohitaji kusikia mimi ni kuhusu mtoto tu. Na ukirudi, nahitaji majibu sahihi. Sina muda wa kupoteza tena.
mapya umeumbwa na hisia. Hayo nayofanya ipo siku tayaribia, maana haufichi. Kwa macho yangu naona uambiriki. Penzi dozi unaigawa, najitumisha meseji au jibu. Yani nayapitia maumivu. Kama ndege umenikata mbawa, umeniacha kwa pori. Mashtaka nishasomewa, mie mwana polisi.